Madaktari hawa wanashirikiana na taasisi ya kidini inayoitwa Al Jazeera na wamekuwepo Ukerewe wakitusaidia katika huduma mbalimbali za kijamii. Wamekuwa wanatusaidia katika huduma za elimu, huduma za maji na huduma nyinginezo. Lakini sasa wamefanya jambo kubwa zaidi kuwaleta hawa surgeon, specialist. Na katika wiki yao moja waliokaa hapa wameweza kutoa huduma za kitabibu za upasuaji kwa wananchi wa Ukerewe 50, lakini wameweza kutoa huduma za ushauri nasaha kwa wananchi wapatao 200. Ni jambo jema sana ukilinganisha jiografia ya Ukerewe ilivyo, kwa sababu Ukerewe inaundwa na visiwa 38. Kwa hiyo wakati mwingine kupata huduma hizi kwa baadhi ya watu ni ngumu kutokana na usafiri, hasa ukizingatia kwamba kipindi hiki cha mvua wakati mwingine ziwa linaweza likawa limechafuka na watu wakashindwa kupata huduma, na ikawa ni mbali zaidi kuelekea kwenye zile hospitali za rufaa kama hospitali ya mkoa ya Seketure na hospitali ya kanda ya Bugando. Kwa kweli mimi ninawashukuru wana Pelex, hawa madaktari wetu bingwa kwa huduma zao. Kwa kweli walichofanya ni sadaka kubwa kwa wana Ukerewe. Kwa hiyo wito wangu kwa taasisi nyingine ni kwamba waige mfano huu kuweza kusaidia Watanzania wenzetu hawa ambao wana matatizo mbalimbali ya kiafya kama walivyoweza kufanya madaktari wetu wa Pelex. Kwa jina naitwa Ismaili Juma Mzee Makumbo, ni mwalimu mkuu wa chuo cha Al Jazeera ambao ni wenyeji wa shirika la Pelex ambalo lina makao yake makuu Saudi Arabia, ambalo linakusanya madaktari bingwa ambao wanazungumza lugha ya Kiarabu. Sisi ndo wafadhili ambao tumeshirikiana na halmashauri ya wilaya ya Ukerewe kuorganize na kuwaleta hapa katika wilaya yetu ya Ukerewe. Katika kile ambacho tumekusudia, kutokana na jamii ambayo inaishi Ukerewe ni jamii maskini ambayo inakumbwa na maradhi makubwa ambayo yanahitaji operation, na kama tunavyojua operation kwa sasa hivi ina gharama kubwa. Tukaona kwamba ni vizuri, kwa sababu si ni taasisi ambayo ina malengo ya kidini na ya kijamii, tukaona tuwalete hawa madaktari waweze kusaidia hizi jamii ambazo ni za kimaskini zenye kuhitaji huduma hizo. Hivi tunavyozungumza watu bado wako wengi kituoni pale Al Jazeera wanasubiri huduma, lakini tumewatangazia kwamba huduma kwa sasa hivi imesitishwa kutokana na muda wa madaktari wetu umefika wa kuondoka, lakini watakapokuja wakati mwingine tutawaita, kwa sababu tumeorodhesha majina na kesi ambazo wanazo. Kwa hivyo tuko na mawasiliano nao, tuna organize, watakapokuja tena tutakuwa ni wenye kuwaita. Kambi hii inajumuisha jopo la madaktari bingwa 7. 6 wametokea nchi ya Saudi Arabia na wengine wametokea hapa Tanzania Muhimbili, na mwingine wawili wametokea Zanzibar. Kwa kweli ni langu la mwisho, kwanza nitangulize shukrani kwa serikali, hasa kwa mkuu wa wilaya kwa kutupa ushirikiano na madaktari wa hospitali ya wilaya kwa kutupa ushirikiano, na naelekeza kauli yangu kwa wana Ukerewe kwamba taasisi ya Al Jazeera iko pamoja nao na itajitahidi kwa hali na mali kuhakikisha kwamba madaktari hao wanarudi. Kwa hivyo wajipange kuja kutibiwa na waitikie wito, na sisi tuko pamoja nao na huduma wataipata. Mimi tatizo langu nilikuwa nasumbuliwa na goita. Goita hii ina muda mrefu sana, miaka kama 12 hivi. Leo ndo nimepata neema ya Mungu nikaja kufanyiwa na shirika la Pelex. Ilikuwa Jumatatu ndo nikafika hapa. Kufika hapa ndo nikakuta kumbe kuna huduma hii. Basi na mimi nikafurahia, wakanipokea vizuri, nikaenda kujiandikisha, wakanipokea vizuri. Basi ndo nikaanza tiba. Nilifanyiwa muda wa saa 9:30 hivi. Lakini mpaka sasa naona maendeleo yangu ni mazuri, sina shida. Yaani goita ilikuwa inanisumbua sana. Yaani huku kwenye koromeo na kichwa, vile kupumua, alafu na shingo pamoja na uti wa mgongo, karibia sehemu zote na viungo. Yaani ilikuwa imenichukua sehemu zote. Unapoinama hivi au kulala mpaka ushike mto, uchukue manguo ukunje hivi uweke shingoni, ndio unapata kulala vizuri na kupumua.
Nashukuru kwa neema ya Mungu kutufikia hili shirika la Aljazira Pelex kuja kutufikia kutufanyia hii huduma. Mpaka kufikia muda huu, yani najisikia vizuri sana. Na Mungu awabariki sana.